Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qabbalallahu a'malakum. Tunaendelea na kumzungumza Imamu Zainul Abidin katika sehemu yake au katika sehemu ambayo inazungumzia kwenda kutupa mawe jamarat kule Mina. Alimuuliza Imamu kumuuliza Shibl kwamba ya Shibl, hal ramaita aljamar, je, ulimpiga shaitani yule, ulirusha jiwe au ulirusha mawe? Shibl akamwambia naam ya ibn Rasulillah, nimefanikiwa kurusha mawe. Akamuuliza indama ramita aljamarat au aljamar nawaita annaka ramita aduwaka iblis wa ghadhabtahu bitamami hajjika nafis, kwamba wakati wewe unapiga mawe ulitiania kwamba unampiga adui yako Iblis na umemkasirisha kwa kule kukamilisha hija yako. Betiania hiyo kwamba wewe unapompiga nia yako kwamba unampiga adui yako na umemkasirisha. Nini maana yake? Ni kwamba umemkasirisha adui. Sasa lazima adui atapambana na wewe. Umejiandaa katika hili. Yani wakati unampiga shetani kule Makka. Tobani haya ni masala yanatafsiriwa kiimani zaidi. Ukija kimtazamo wa kinje dhahiria utaona ni jambo lina faida yoyote, na ndio maana wenzetu wanalifasiri kidhahiria, yani kimtazamo wa hisia. Ndio maana wanasema Waislamu bwana wanakwenda kule eti wanatupa mawe, wanafanyaje, wanampigia shetani nguzo zile, kwa sababu yeye analifasiri nini? Kidhahiria, kihisia za macho yake. Lakini ukilifasiri kimoyo ndio linakuja hapa kimoyo sasa, kwamba je, unahakikisha kwamba wewe umempiga shetani? Je, nia yako ni kwamba umempiga shetani na umemkasirisha, na kwamba yeye amekasirika katika hilo kulingana wewe hija yako imetimia? Kwa sababu kile kitendo kile ndio cha mwisho, ndio kitendo cha mwisho. Je, umeweza kulijua hilo, kutiania hiyo? Akasema hapana. Yani Shibli akasema hapana, sikutiania hiyo. Imamu akamwambia kama hukufanya hivyo, maana yake hujafanyaje? Hujatupa jiwe, hujatupa jiwe. Kumbe tufundishwa hapa kule kumpiga shaitani, umemkasirisha shaitani. Sasa unaporudi sasa mjini kwako, sasa ataandamana na wewe ambaye ulikuwa ukimpiga kule, ana wewe kwa sababu umemkasirisha. Yani sawa sawa na kiumbe kikali ambacho ulimrushia jiwe. Kwa mfano kama mwana simba kalala ukampiga jiwe, au mbwa mkali ukampiga jiwe, lazima atakuvamia. Au nyuki walikuwa wametulia sehemu ukawapiga jiwe au ukawashia moto, lazima atakasirika. Sasa shetani naye umempiga mawe kule, anakasirika na umejiandaa kupambana naye, umetia nia hiyo? Akasema la. Alivyosema la, anasema basi wewe utakuwa hujarusha jiwe katika ile sehemu. Baada ya kufika hapa, Imamu akamwambia ikiwa yote haya ni mengi taban, akamwambia yote hayo, akamwambia irji fa innaka lam tahuj. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Maneno mazuri haya. Anamwambia kwamba ikiwa yote haya wewe hukuyafikiria, aliyokuelezea ni mengi, nimechukua baadhi. Ikiwa yote haya hujayafanya kwa nia hiyo, rudi ukahiji. Wewe hujahiji bado, rudi ukahiji, bado haujahiji.